maybe ushakutana na traders ambao huwa wanapata profit kubwa. Sasa ukajiuliza wanafanya nini, na kila ukitrade wewe huwa unapoteza. Sasa hii ni njia ambayo nimeitumia kwa muda mrefu sana, ni zaidi ya mwaka au miaka miwili, na imenionyesha kuwa ina nguvu sana na ni scalping. Hii njia ni scalping na ukijaribu ipo vizuri sana, lakini kitu cha kwanza cha kuzingatia, make sure unatumia pair yenye volatile kubwa kama XAUSD ama Gold, ama utatumia hii NAS 100 ama Nasdaq 100, lakini mimi napendekeza utumie Nasdaq 100 ambayo hii ndio ipo vizuri zaidi. Za jinsi gani ya kutumia hii njia na ukanufaika kwa pande wako. Sasa kitu cha kwanza, make sure ni pair ni NAS 100 ama XAUSD, time frame itakaa 1 minute. Baada ya kukaa 1 minute tutakuja kwenye indicators, ambapo labda acha nitoe hii. Tutakuja kwenye indicators. Baada ya kuja kwenye indicators tutasearch indicator ambayo inaitwa VWAP. Tutaandika VWAP. VWAP hii hapa. Baada ya kuandika VWAP, baada ya kuandika VWAP zitakuja nyingi, lakini utaenda kuchukua hii iliyoandikwa volume weighted average price, hii ya juu hapa ya, ambao uchukua hii utaziangalia pale, then baada ya kuja hiyo utaigusa. Baada ya kuigusa hapa kwenye cheti yako direct itafunguka kitu kama hiki ambapo kuna mistari hii. Baada hapo utaenda kwenye settings, ambapo hapa juu kuna lile jina ya hii nini uliyoweka, ambapo utakuja kwenye settings, utagusa settings, utaingia kwenye settings zake, then utakuja kwenye style. Mara nyingi ukifungua inakaa kwenye input, utakuja kwenye style. Baada kuja kwenye style hapa utazima hii hapa band, utaizima na hii lower band, na utaizima na hii bands fill. Baada hapa utabonyeza okay. Itakaa kama hivi, kutakuwa na mstari wa blue. Sometimes unaweza kukaa mweupe, lakini mimi huwa napendelea kutumia wa blue. Ambapo baada ya kukaa mstari kama huu wa blue, utakachofanya ni kitu kimoja. Ikitokea chart ipo juu ya huu mstari wa blue, basi entry utakazotafuta ni za kubai, na ikitokea hii chart ipo chini huku ya huu mstari wa blue, entry utakazotafuta ni sell. Ukienda tofauti na hapo, basi unaweza ukapoteza. Hii strategy haitofanya kazi kwa upande wako. Then baada hapo ukishakutana na hicho, naenda kuangalia small pullbacks. Nikisema pullbacks nadhani mnaelewa, kwenye video zilizopita nimeelekeza, ambapo labda huwa inakuwa vipi. Tuchukulie ni uptrend, ni natafuta entry ya kubai. Uptrend huwa itapanda hapa, baada ya kupanda hapa itafanya pullback kidogo ambayo inashuka chini, ndio ili ije kuendelea kwenda juu. Hii ndio pullback, yani kitendo cha kushuka hapa ndio pullback, ndio ili ende kuendelea juu, ambayo ikishafanya pullback huwa utapanda nayo juu. Kama hapa itakuja itafanya tena labda pullback kidogo, then ndio iendelee kwenda juu. Baada ya kufanya pullback inaendelea kwenda juu, kitu kama hivi. Sasa kama tukiangalia, cha kwanza utaangalia ime break hapa ambayo ipo huku juu, kwa hiyo unatafuta entry za kubai. Tukiangalia hapa ilipanda ikawa inafanya pullback, lakini utajuaje sehemu hii ya kuweka entry baada ya kufanya pullback, kama hapa ndio itaenda kugeuza? Tutaangalia zifuatane candlestick. Kama ni uptrend, angalia kwenye kuwe na pullbacks ya red nyekundu, candle nyekundu ambayo ziwe 3 na kuendelea kama ni uptrend. Kama ni downtrend, huku zikuwe na candlestick za kijani ama za bullish 3 na kuendelea. Kama hapa hii ni uptrend, kumejipanga hapa candlestick 3 hapo. Ukiangalia kuna candlestick hii imejipanga candle 3, na baada ya kuona candle 3 hapa, utakachofuata sio kama unaingia tu baada ya kuona candle 3, uangalie candlestick ambayo juu imekaa flat. Kama ni uptrend, utaangalia candlestick ambayo chini imekaa flat kama ilivyokaa hii candle hii hapa hupo unaiona, lakini imekaa juu. Kwa hiyo hatutaitumia hapa, ndio maana entry hatukuingia hapa. Kama ni downtrend, utaenda kuangalia ambayo chini ndio imekaa flat. Kama ni uptrend utaenda kutumia ambayo chini imekaa flat. Kama ni downtrend utatumia ambayo juu imekaa flat. Hapa hii ilikaa juu flat, kwa hiyo tukaachana nayo, hatukuweka entry. Lakini hapa zikatokea tena candlestick nyingine nyekundu 3 zilizofuatana, ambapo kuna 1 2 3 4. Baada ya kutokea hizo candlestick 4, tukiangalia ikaja ikatokea huku body ambayo juu kidogo ipo flat. Hope unaiona hii ndio hapa ambayo juu ipo flat hapa. Baada ya kuona candlestick hii ambayo juu ipo flat, tunaweka entry yetu ambayo tukaweka stop loss hapa kwenye low yake, na ikapanda mpaka hapa. Kama ikiwa chini, nao utafanya kitu kama hicho. Utaangalia pullbacks, utaangalia zijipange candlestick za kijani ambazo ni 3 na kuendelea, then angalia candlestick itakayofuata baada ya zile 3 iwe make sure juu iwe imekaa flat, haina wick, yani imekaa flat. Then baada ya kuona hivyo utasell. Na hii ni scalping, kwa hiyo unaweka entry yako, baada ya muda kidogo unatoka. So unakaa muda mrefu, labda masaa mangapi, na ndio maana huwa sipendelei kutumia pia kama EURUSD, sababu huwa zina move kidogo, na hii ni scalping strategy. Kwa tips nyingine unaweza ukajoin Telegram group pamoja na YouTube channel. Have a nice day.